Kama ambavyo nimesema mwanzo kwamba tunaenda kujifunza njia 25 za kukuwezesha kupata mtaji ama kuongeza mtaji. Watu wengi wanahangaika kwa habari ya mtaji. Utamwona mtu anahangaika huko, anabeba zege, anapanyaje, anabeba maji. Ukimuuliza anakwambia anahangaikia mtaji. Lakini shida na yule mtaji, anazijua kanuni? Anahangaika sawa. Ukimuuliza mbona hujaanzisha biashara? Anakwambia mimi natafuta mtaji, niko nahangaikia mtaji. Je, mtaji kweli anahangaikia mtaji au anahangaikia kula? Maana kuna wengine pia wanahangaikia kula, na ndio dunia ya watu. Yaani yeye akipata pesa yote anahangaikia kula. Watu wengi duniani wanawaza hayo. Yaani yeye akila amemaliza, hana mpango wa leo, hana mpango wa kesho, wala hana mpango mwingine. Na ndio maana unaona tuko wengi wao hawajajitokeza. Lakini nataka nikwambie, wewe uliyejitokeza utakuwa tajiri. Amen. Utafanikiwa. Haijalishi una kitu leo. Wasikutishe watu. Haijalishi yani umekuja kutafuta maarifa. Tayari ni hatua. Kwa hiyo kanuni ziko nyingi. Lakini kanuni ya kwanza ya kupata mtaji, tatua tatizo. Uwe mtatuzi wa tatizo kwenye mtaa wako, kwenye sehemu unayoishi, maeneo mbalimbali. Kama unataka mtaji, upate mtaji, tatua tatizo. Matatizo yako mengi sana, lakini unawazaje namna ya kutatua tatizo? Ukilitatua tatizo utapata mtaji. Matatizo, wewe cha msingi uhangaike uone matatizo ni yapi. Ukishapata majibu kwamba tatizo liko sehemu fulani, litatue. Kwa mfano, kuna mtu ambaye naweza nikazungumza hapa. Inawezekana kuna mtu anaishi sehemu ambapo maji hayafiki. Akijenga kisima anapata mtaji. Kwa hiyo hakikisha, jambo la kwanza, tatua tatizo. Shida ya Watanzania wengi au watu wengi hawako tayari kutatua matatizo. Wako tayari kujitatulia matatizo wenyewe, na wakati mwingine yanawashinda. Yaani anahangaika jitatulie tatizo yeye na bado linamshinda. Sasa kama unataka mtaji, hakikisha unaangalia utatue tatizo gani. Jambo la pili, weka akiba kidogo kidogo. Weka akiba kidogo kidogo. Watu wanapenda kula pesa sana. Ikiingia hela yeye anakula. Una mpango wa kufungua duka, una mpango wa kuanzisha biashara, una mpango wa kufungua kampuni, unaanza kuweka akiba kidogo kidogo. Mfano ukiweka akiba kidogo kidogo, mfano ukasema kila siku niwe naweka shilingi 2,000. Kwa mwaka mmoja utakuwa umefikia lengo. Utasema tu angalau niwe naweka 2,000 tu. Au zile hela unazozipata ziweke kama akiba. Kuna siku unapata 5,000, mmoja ipeleke kwenye akiba. Kuna siku unapata 20,000, iweke kwenye akiba. Utapata mtaji. Watu wengi hela ikiingia hana mpango wa kuweka akiba na anawaza kusema apate mtaji. Hauwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hakikisha unaweka akiba kidogo kidogo. Tunza sehemu, unasema mimi hii ni biashara yangu. Mimi nilisaidia 2006. Nilipokuwa nina 2006 nina mpango wa kutoka kijijini nihamie center, nihamie Kahama mjini. Ili nisaidia sana mimi ya kuweka akiba. Kwa hiyo hakikisha unaweka kidogo kidogo. Mimi nilikusanya mpaka milioni 28. Nikatoka kijijini nikaja nikafungua duka kubwa mjini. Hata wewe ukianza kuweka akiba kidogo kidogo kwenye biashara vyako unavyofanya, utapata mtaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangapi wanasema tutaanza kuweka akiba kidogo kidogo? Weka akiba. Tuweke akiba kidogo kidogo. Una malengo fulani, weka kidogo kidogo sehemu. Kama na mara nyingi nawaambia, leo alitakiwa aje wa benki kwa ajili ya semina hii, lakini yule wa benki, maana wanakuja watu wa benki, lakini nikawaambia semina hii mvua jana imekwama, kwa hiyo nafasi yako itakuwa ndogo. Akasema basi hamna shida, siku nyingine. Kwa hiyo angekuja. Maana yake ni nini? Kama hapa
mara nyingi kwenye kuweka akiba usiweke kwenye sehemu zingine, kafungue akaunti. Na waambia watu wafungue akaunti za benki. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wana akaunti ya benki? Nyosha mkono. Una akaunti ya benki? Jamani, akaunti ya benki. Nenda benki, sema benki na watu wenye hela. Hapana, benki ni ya watu wenye malengo. Benki sio ya watu wenye hela, benki ni ya watu wenye nini? Wenye malengo. Kafungueni akaunti. Na wale wa benki wangekuja hapa, mngefungua akaunti wengine. Wengi wanafunga, kipindi kile tulipokuwa Isaka walifungua akaunti wengi sana. Kwa hiyo mnafungua akaunti. Nenda benki yoyote, waambie nataka nifungue akaunti, na ni akaunti kwenu ya benki ila ya akiba. Uanze kuweka mtaji, hela ndogo ndogo humo, utapata mtaji. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisheni mnaweka akiba na ni moja ya mtaji. Jambo la tatu. Jambo lingine, fanya kazi ya ziada. Fanya kazi ya ziada. Watu mnapotoka kazini kwenu, kuna watu hapa wameajiriwa, mnaenda kulala. Kuna watu wanaenda kuangalia TV. Achana na mambo ya TV. Achana mambo ya tamthilia sijui nini. Baada ya kazi unafanya nini? Baada ya shughuli zako, kama hivi semina ikiisha, unaenda wapi? Unaenda kulala, unaenda kutulia, unaenda kuzunguka. Fanya kazi za ziada baada ya ile kazi yako rasmi, ili kama unataka kupata mtaji, upate mtaji kwenye kazi ya ziada. Watu unaweza kuangalia vijana wengi kama sasa hivi hawajaja kujifunza, lakini hao vijana wanaweza kuja kupata maarifa hapa, wakawa wanafanya kazi za ziada. Baada ya kutoka kwenye kazi yako, unaenda wapi? Ndio unakuta wamerudikana kuangalia TV, wanaangalia mipira. Haiwezi kuleta faida, lakini unafanya nini? Kwa hiyo fanyeni kazi za ziada. Angalia ni kazi gani unaweza kuifanya baada ya shughuli zako, baada ya kutoka kanisani, baada ya kufanya shughuli zako jioni. Kuna watu, kuna namna ya kupata mtaji. Unaweza kuuza mahindi, unaweza kuuza nini. Angalia ni kitu gani unaweza kufanya. Nataka niwaambie, bila kudhamiria kutoka kwenye maskini hautatoka na hauwezi kwenda popote. Lazima tuamue. Bwana Yesu asifiwe. Na kuamua ni kuthubutu kuyasikiliza haya na kuyafanyia kazi. Hakikisha unafanya kazi ya ziada baada ya shughuli zako unazo, labda umeajiriwa au umejiajiri. Baada ya zile shughuli, tafuta kazi kufanya ile jioni au muda fulani, kazi ya ziada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kazi. Lakini jambo lingine la nne, omba msaada kwa ndugu na marafiki. Omba msaada. Watu hawako tayari kuomba msaada hapa dunia hii. Akipata matatizo ndo anaomba msaada. Akilala njaa ndo anaomba msaada. Akipata shida ndo anaomba msaada. Omba msaada upate mtaji. Watu, juzi nilifundisha, nikawaambia hakikisha unaondoa aibu. Sasa ndio nawaongezea sasa hii kanuni ya kupata mtaji. Ombeni msaada. Mwambie ndugu yako, mwambie jamaa yako akupe mtaji. Na usiogope. Sasa mbona ukitaka kulala njaa unaomba? Mbona ukiwa unaumwa unataka kwenda hospitalini unaomba? Au una shida unaomba msaada? Nisaidieni jamani, watoto wanalala njaa. Sasa kwa nini usiombe msaada upate mtaji? Wafate. Kuna ndugu zenu wana pesa, hawawezi kuwapa pesa kwa sababu hawaoni ndoto zenu, hawaoni mnaenda kufanya nini. Mtu yuko tayari kukupa pesa apoteze. Ombeni msaada. Mfate mtu, mwambie mimi nisaidie, nataka mtaji, nina shida ya mtaji. Ni moja ya kanuni. Nimewaambia hivi, kanuni ziko 25. Utaangalia inayokuwezesha, ambayo unaona nyepesi ni ipi. Kwa hiyo ni moja ya kanuni, ili niende haraka. Kanuni nyingine, tumia kipaji chako. Tumia kipaji chako. Watu wana vipaji. Kuna watu wana vipaji hapa lakini hawavitumii. Kuna vipaji vya kuimba lakini wazembe hawako tayari kutumia hivyo vipaji. Makanisani sasa hivi hela zingekuwa zinapatikana kwa watu wanamiliki pesa. Kuna matajiri wengi ambao wako makanisani lakini hawako tayari kutumia vipaji vyao ili watajirike. Tumieni vipaji. Nataka niwaambie sasa, mimi sina kipaji. Mungu hajaumba mtu ambaye hana kipaji. Unapozaliwa anakupa kipaji.
Wewe kazi yako ni kuhakikisha unakinoa kile kipaji, watu wanakiona na wanakupa pesa. Watu wako tayari kukupa pesa kwa sababu una kipaji. Kwa hiyo kipaji chako jichunguze, kwa sababu Mungu hawezi kumuumba mtu ambaye hana kipaji. Kila mtu amempa kipaji, lakini je, uko tayari kukiangaikia tukione? Watu wakione wakupe pesa? Hicho kipaji uko tayari? Yani ndio shida. Kwa hiyo lazima utumie, kama unataka kufanikiwa, tumia kipaji ili uweze kufanikiwa. Jambo lingine, jitolee. Unatafuta mtaji, jitolee kwa mtu. Nenda ujitolee. Mfano, hata hapa kanisani unaweza kupata mtaji. Hapa unaweza kupata mtaji. Kwa mfano, ukijitolea mara kwa mara, kama unakuja unafanya kazi za hapa, na kwambia ukimfuata mchungaji ukamwambia naomba mtaji wa 100,000, jinsi ulivyojitolea anahesabu anakupa. Hata kama hatakupa leo, atakaa kwa muda mrefu, baadaye atakupa tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hatakupa, akiona juhudi ulizofanya za kujitoa, umejitolea na umejitoa kwa ajili ya kazi, nguvu unazo lakini umelala tu, umejitoa na kwambia unamfuata, unamwambia ninahitaji mimi nianze kuuza mahindi pale, naomba mtaji wa 30,000, anachomoa nakupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jitolee, mjitolee kwa watu. Kuna vitu watu hawako tayari kujitolea, wako tayari kukaa tu na kusubiri maisha yaende. Hayawezi kwenda maisha bila wewe kuamua, lazima uamue. Kwa hiyo jitolee, ni moja ya kupata mtaji. Jambo lingine, kanuni nyingine, tumia ujuzi au ufundi uliousomea. Ndio hapa sasa inakuja chuo, kwamba ujuzi ulionao au ufundi ulionao. Ndio maana tumeweka chuo. Unatafuta ada, unasema mimi sasa hivi nataka nikasome masuala ya urembo na ususi. Ni mama tu, mama unasema nataka unasoma miezi mitatu. Kwa mfano kwetu miezi mitatu, unasoma miezi mitatu, unapata ule ufundi. Ukimaliza kuupata, unakuja mitaani, unapata mtaji. Unatoa ile hela, kama ni 2,500 au ni 4,000, alafu baada hapo unatengeneza mtaji. Nazungumzia au unaongeza mtaji. Sasa uko tayari kutumia. Lazima utafute vitu. Hapa duniani vinatafutwa. Hakuna mafanikio yanayojitokeza tu yamekuja, yanatafutwa. Kwa hiyo hakikisha jitolee, hakikisha unatumia ujuzi au ufundi uliosomea. Watu hapa si mna ujuzi hapa, kuna ufundi mlionao. Kama hujasoma basi ndio usome. Ndio maana sisi tuna chuo Kahama, tunataka watu wapate mtaji. Sio tu waendelee kuwa mafundi. Unafanya ufundi kwa muda. Wewe ni tajiri, sio fundi. Mafundi sio matajiri. Maana wewe ule ufundi ni wa kupata, ni kuanzia, yani ni sehemu ya kupata mtaji, sio sehemu ya kumalizia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanadhani ule ujuzi wao na ufundi wao ndio sehemu ya maisha yao, na ndio maana hawataki kujifunza. Lakini ufundi au ujuzi ulionao ni sehemu ya wewe upate mtaji, uishi kwa amani, uishi kwa raha. Nataka niwaambie, pesa zina amani. Unajua uko na hela unakuwa na amani. Haubabaiki, umesikia? Yaani ukishakuwa na hela haubabaiki. Yaani uhangaiki. Yaani kama kuna tukio limetokea hata usituki. Yaani wewe unacheka tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe kuanzia sasa umenisikiliza na utajifunza vitu vingi. Yaani itatokea tukio lolote hata linalohitaji hela, utakuwa unacheka tu. Wanasema sijui wanafunzi shule, yaani wewe unacheka tu. Sijui uniform, hata uwazi. Na ndivyo inachotakiwa iwe kwako. Amen. Na inawezekana. Amen. Na ndio maana tuko hapa. Kwa hiyo hakikisha unatumia ujuzi. Jambo lingine, kuhakikisha unavumilia kwa kile unachokifanya kidogo mpaka upate hela. Uvumilivu. Watu sio wavumilivu mpaka wapate mtaji. Yaani yeye hayuko, sio mvumilivu kwenye kujifunza, sio mvumilivu mahali popote. Vumilia. Uvumilivu, mnasikiaga inasema uvumilivu ulamevu. Unapata mtaji ukivumilia kwa kile unachokifanya. Ni jambo gani ambalo ni gumu
ambalo unahangaika nalo na umekimbia baada ya kuvumilia. Jambo la kawaida tu. Kwa hiyo uvumilivu unaleta mtaji. Njia ya uvumilivu, na wafundisha vitu vigumu ili tunapotoka hapa twende tukafanikiwe. Uvumilivu ni moja ya njia.